Maroon 5 kipindi wanamcheki Cardi B wafanye kazi, nilikuwa ni kipindi ambacho Cardi B ana ujauzito wa miezi 5. Cardi B mwenyewe anakuambia kwamba nilikuwa siwezi hata kupumua vizuri, alafu washikaji wanataka collabo, lakini wenyewe akamwambia no, fanya hii kwa ajili ya wanawake, kwa sababu ni ngoma kwa ajili ya kuinspire wanawake kwenye mambo fulani ya kijamii. So Cardi B kwa heshima hiyo ya kuheshimu wanawake, kwa sababu ngoma ni ya wanawake, ikabidi afanye ngoma japokuwa alikuwa kwenye ana ujauzito wa miezi 5, na anadai hata video yenyewe alifanya kipindi yupo na ujauzito. That's why alivaa ile nguo yake fulani vya njano kubwa ili kuficha ujauzito, lakini mwisho wa siku bali na huruma kwamba ngoma ni watoto wa kike, lakini pia alilipwa. Mbali na yote hayo, yeye mwenyewe alisikiliza ngoma akaona hii inaenda kuwa hit. That's why akaingiza verse yake hapo. Na haya yote alikuja kufunguka siku ambayo anapokea tuzo ya Billboard Awards, ambayo ngoma hii hapa ilishinda, na Maroon 5 alishindwa kutokea kwenye kuchukua tuzo yake. Ila Cardi B ndo alikuwepo na alienda kumchukulia tuzo yao. Hebu tusikilize Cardi. Cardi. Yeah. Maroon 5 ain't here, but I am. I remember when Maroon 5 hit me up to do this song. I was like, bro, I'm 5 months pregnant. I can't even breathe. But this record to me was so amazing. I was like, oh, this is gonna be a hit. And now I send this song to my daughter because she's the girl that I need. Thank you, Maroon 5, for this amazing record, broke record. Cardi B iko na vibe to every time. Bwana noma sana. Hapa alikuwa akipokea tuzo ya Billboard Music Award 2019 ambao walishinda. Ngoma hiyo hapo ilishinda kama top collaboration, lakini pia top hot 100 song. So walichukua tuzo hiyo. Tuzo nyingine ambao wimbo huu hapo ulifanikiwa kushinda ni pamoja na iHeart Radio Music Award 2019, walishinda kama best collaboration. Kwenye American Music Award 2019 walishinda kama favorite pop and rock song. Lakini tuzo ambazo walikuwa nominated tu lakini hawakushinda, walikuwa nominated kwenye Grammy best pop duo and group performance, hawakushinda. Walikuwa nominated pia kwenye MTV Video Music Award kama best collaboration na Song of the Summer, ambazo pia waliangukia pua. Cardi B amezidi kuwa na vibe, like you see hapo anazungumza hiyo vibe, hiyo energy ambayo kaitoa hapo mwishoni. Ni mtu fulani hivi ambao uaga ajivunge na hajai kuwa na ile personality ya kinyonge, ya kipole. Kitu chochote kile anaweza kukitrendisha. As kama mnakumbuka 2020 kipindi ambacho ndo corona janga la corona ndo linaingia kwa kasi duniani. Alitrend sana na kile clip chake ambacho alikirekodi coronavirus. Sema mimi napenda sana vibe lake yani. Lakini mimi nakubali sana vibes la Cardi B, kwa sababu nikiangalia labda kibongo hivi Cardi B angekuwa ni mbongo angefanana na star gani? Nafikiri wapo. Kwa namna ambavyo unajua Cardi B anaongea sana pia. Alafu ni mtu ambaye unasema hasikilizi, hana huo muda. Unaweza kumfananisha na Gigy Money kwa Tanzania. Kwa namna anavyo kama kuna kitu kimemkwaza, yeye anakuja kwenye Instagram yake, anaona ni platform ya kuelezea hisia zake. Pengine unaona huyu ni star bana, vitu kama hivi angetakiwa hide, lakini hapana. Sometimes ana show ile lifestyle yake kwenye mitandao ya kijamii, na mashabiki sasa wamekuwa wakishabikia sana namna ambavyo anakuwa anaonyesha maisha yake ya private na maisha yake ya kazi. By the way, tukiongelea Maroon 5 ambao unasikia kwamba Maroon alafu 5, alafu unashangaa kwenye video unamuona mtu mmoja. So washanga kwa jinsa au kama Maroon 5 wanakuwa mmoja. Ina sound kama group. Bwana, mkanganyiko huu hapa ulishawahi kumtokea pia rapper Lil Wayne, kipindi ambacho anamsikia kuna rapper mpya anaintroduciwa anaitwa 21 Savage. Lil Wayne yeye kwa haraka alifikiria maybe ni Outkast wapya wanakuja, kuna washikaji fulani 21 wanachana kinoma, akasema kundo watakuwa wanaimba dakika ngapi? Sema unajua kuna majina ya mtu ukiyasikia unajua kabisa hili linaweza kuwa kundi. Kwa mfano Party Next Door. Nilikuwa najua ni washikaji ambao nilikuwa najua ni album. Wako au ni washikaji ambao ni zaidi ya mmoja, yani sio mtu mmoja. Nikisikia Party Next Door najua ilikuwa ni kundi fulani hivi cha watu.
So baadaye ndo Lil Wayne anakuja kusanuka, kumbe 21 Savage ni mshikaji mmoja tu. Lakini alimuenjoy kwa sababu alimuona ni mtu fulani package. Ila for the first time alikuwa anahisi labda ni kundi la watu. So the same to Maroon 5. Kama ulikuwa unajiuliza afu una uhakika, ndo leo jua kwamba Maroon 5 ni bendi ya rock and pop ambao wako zao kule Los Angeles, California. Ndio makazi yao.